na wakaenda wakawatandika majamaa sawasawa, wakapigwa sawasawa, Waebrania wakatandikwa. Biblia inaniambia ya kwamba kwenye kile kitabu cha Samueli, ule Samueli wa kwanza, ule mlango wa 4 na ule mstari wa 6, anasema nao Wafilisti waliposikia ngurumo na kishindo na kelele, wakaulizana kuna nini huko? Tazama Wafilisti wao, tazama Waebrania wamekodisha majeshi ya wafalme wanakuja kutupiga. Wakaanza kukimbia. Na mimi nimekuja kutangaza na mbingu isikie. Nimekuja kutangaza na ardhi ipokee. Nimekuja kutangaza hali ya hewa ipokee, ya kwamba chochote kilichokutesa, chochote kilichokushikilia miaka mingi, nimekuja kutangaza kwa jina la Bwana wa majeshi ya kwamba watesi wako wakapigwe mchana fupe, ya kwamba adui zako wakaanguke, wasikie tetemeko. Ukipita namna hii waonekana kwamba huyu sio mtu mmoja. Mungu akasema ya kwamba, akamwambia Gideon, utawapiga Wafilisti hawa kama mtu mmoja. Ukitembea ionekane kuna majeshi ya malaika wanatembea na wewe. Anataka nikwambie, siji kama unanielewa, ikiwa ni Kikatiti anahitajika mtu mmoja, ikiwa ni Arusha anahitajika mtu mmoja, ikiwa ni Ngaramtoni anahitajika mtu mmoja, ikiwa ni Dodoma anahitajika mtu mmoja. Tunaweza tukaonekana kana kwamba ni mtu mmoja, lakini ndani yetu tumeubeba ule ufalme usiotikisika, ufalme usioangushwa, ufalme usiopinduliwa. Yes. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mimi leo nimekuja kusema na Katiti. Na ijulikane. Yes. Na ijulikane. Yes. Na ijulikane. Yes. Nasema na ijulikane. Yes. Na ijulikane ya kwamba Jehova Adonai ndio anayetawala hii anga. Yes. Nasema na ijulikane. Unajua wakati naongea namna hii, katika ulimwengu wa roho kuna wale wazee wa siku, wale wazee wa giza, wale wazee wa mji wanaokaa kwenye lango la mji, wanasema kuna nini kimetokea hapa. Nataka nikwambie, wakati naongea namna hii, ninaona kuna vitu vinatokea. Wanashangaa matunguri yanaanguka kwenye nyumba zao, wanashangaa yale aliyokuwa mapangoni yanapasuka, wanashangaa yale waliochimbia. Sijui kama unanielewa. Biblia yangu inaniambia ya kwamba kwenye kile kitabu cha Yohana ule mlango wa 5, Biblia inaniambia ya kwamba wakati Yesu alipopita mahali, kuna watu walianza kumkimbilia, wakaona uponyaji. Nataka nikwambie kwenye ule mlango wa 28 anasema ya kwamba kwenye ile kitabu cha Marko anasema ya kwamba wakati Yesu alipofufuka tu namna hii, kuna watu walianza kuonekana mjini, wale waliokufa zamani. Nataka nikwambie ya kwamba ikiwa ni huduma yako, ikiwa ni ndoa yako, ikiwa ni watoto wako, ikiwa ni kiroho chako, nasema wewe unatembea na ufalme. Uanze kukutana na muujiza wako yanapo malango yako yanapotoka. Wakati huu ukutana nayo pale mlangoni. Nasema kutana na muujiza wako pale mlangoni. Utaulizana umetoka wapi? Utawaambia nimetoka Yerusalemu mpya na maisha yangu yamekuwa mapya. Watasema umekutana na nani? Utamwambia mimi sijui niliyokutana naye, ninajua nimekutana na mzee wa siku. Huyo ndilo jina lake. Haleluya. Sijui kama naongea na mtu mwenye imani hapa. Ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu. Na hao wenye nguvu sio wale ambao wanakula ugali wa dona, wale ambao wanajua siri za rohoni, ili wakipita mahali ufalme wa giza unaanza kutafutana. Wanasema huyu haifai, huyu sima. Kuna watu hapa Mungu natamani leo awaweke reflector, ili wakitembea namna hii waonekane kabisa kwamba hawa ni wale ambao wanapiganiwa na Jehova. Hawa ni wale ambao wanatetewa na Jehova. Hatutaweza kugusa watoto wao, hatutaweza kugusa nyumba zao, hatutaweza kugusa ndoa zao. Sijui kama naongea na mtu hapa mwenye imani. Sijui kama naongea na mtu hapa. Anasema leo ukitoka hapa usiwe mtu wa kawaida. Haleluya. Amen. Sikiliza niwaambie kitu. Wafilisti waliulizana kuna nini kwenye kambi ya Washamu. Yes. Haleluya. Amen. Wakaulizana kuna nini. Na leo hii uzuri moja sikaagi mwilini.
Na unaongea na mimi hapa, mimi sio mtu wa mwili. Yes. Hapa unaongea na roho iliyoshuka kutoka mbinguni. Yes. Siongei kama mwanadamu wa kawaida, naongea kama roho. Haleluya. Amen. Ninachokwambia, nakwambia kitu cha rohoni. Hatuwezi shindana vita katika damu na nyama, bali tutapigana nao katika ulimwengu roho. Alafu mwana wa Mungu, hakuna kitu shetani anachukia kama wewe kujua. Ukijua siri utakuwa umemshinda. Anakuzuia usijue, kwa maana usipojua ana uwezo wa kukufanya chochote. Ashukuriwe Jehova Yawe ya kwamba leo tumejua ya kwamba hatuko upande ya walioshindwa, tuko upande ya watu walioshinda. Tuko upande wa Jehova ambaye alimshinda shetani tangu mwanzo. Yes. Haleluya. Wewe usitembee kama mshindwa, tembea kama mshindi. Amen. Haleluya. Amen. Hata kama sijui kama unaelewa, kuna Kiswahili moja Apostle Liza alisema hapa kwamba inawezekana. Alisema inafanyaje? Inawezekana. Alisema inafanyaje? Inawezekana. Alisema tena inawezekana. Inawezekana. Unajua unaweza ukaongea kama yani kama vile unatamka unaona kawaida, lakini unakisha sema inawezekana. Maana yake ni kwamba hata zile roho za mababu zako, za wachomba, za mashangazi, za mabibi, za watu wa mbali ya mbali waliokukutwalisha wako kutangulia, waliweka vimizimu vyao, wakaweka vimadhabahu vyao, wakaweka vitu vyao, wakasema tutahakikisha hatatoka. Lakini wao kisema inawezekana kutoka hapa, haijalishi wamekuzunguka maelfu makumi, utapita katikati yao, utavuka. Sijui kama unanielewa. Utashangaa kile walichoshindwa kufanya baba zako, walichoshindwa kufanya waliokutangulia, walioshindwa kufanya ndugu zako, utashangaa wao unafanya kwa wepesi. Kwa nini? Unajua tunayaweza mambo yote katika yeye atutiaye nguvu. Unaweza kwenda kwa sababu Jehova anakutia nguvu. Sijui kama unanielewa, mtu wa Mungu. Haleluya. Tatizo la watu wengi leo hawajui wao ni wakina nani. Nataka nikwambie, kati ya vitu ambavyo nimewahi kushinda ni kukaa ni kumtafuta Mungu wa watu wengi. Mungu wa watu wengi hana faida. Tafuta Mungu wako mwenyewe. Huyo Mungu wako atakutoa mahali ulipo, atakupeleka viwango vingine. Sijui kama unanielewa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yani wao usihitaji kusema leo tuna kikundi cha maombi kanisani. Hata wale wanaekuja kuomba kanisani, wengine uwaga ni wachawi, wengine uwaga ni watu fulani ambao ndani yao wamebeba vimadhabahu fulani. Alafu nataka nikwambie, anga la watu wanalita anga la kikatiki, wajue ya kwamba hapa kuna watu waliobeba Mungu. Hapa kuna watu waliobeba Mungu. Na mimi natamani leo wakati unatoka, Mungu ajae ndani yako. Ukitembea namna hii utembee naye, ukiwa kwenye biashara uwe naye. Mahali wanasema ya hapa hawezekani, unasema yasiyowezekana kwa wanadamu ya Mungu yanawezekana. Nitapiga mwamba na maji yatatoka. Ninasafiri katika ulimwengu, ninaliendea jaribu lako, ninaliendea tatizo lako, ninalipiga kwa neno la Bwana, nalo litaachia. Nalo utafanikiwa sana. Haleluya. Amen. Ashukuriwe Jehova. Amen. Kuna watu hapa wamesema tumezaliwa hapa. Tumezaliwa hapa. Yes. Ni hapa tumetokea. Una bahati ya kukutana na ibada ya leo. Yes. Haleluya. Amen. Una bahati leo kukuja kwenye ibada hii. Amen. Wacha nikwambie. Yesu nisaidie. Yes. Natamani kuna mahali nifike. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka niweke msingi fulani hapa. Yes. Ili wakati Apostle anakuja kusema zile za kwake, mimi niwe nimemaliza, maana sitegemei tena kusimama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Wewe niwaambie kitu. Kati ya vitu ambavyo watu wengi huwa wanafeli. Haleluya. Amen. Haujawahi kushindwa na mchawi wa mjini. Haleluya. Amen.
uliwahi kushindwa na misingi ya kwenu. Haleluya. Wewe ambaye leo umekuja hapa mwambie mwenzako nimekuja. Kama ni mbali, kumbe corona hamna. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie hivi, nimekuja. Chochote kilichonishinda leo ninapokea nguvu ya kukishinda. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wanasema hivi, tuko kwetu, tumekuja kwetu. Haleluya. Sasa kwa sababu umekuja kwenu leo, haleluya, tunataka tukufanye uwe mtu fulani katikati ya familia ya kwenu. Amen. Haleluya. Wanasema wanawezaje kutufanya amen kama vile Mungu anavyotaka tuwe. Tuna uwezo kwa sababu tunajua sisi ni wakina nani. Yes. Haleluya. Amen. Unajua ukikosa kujua mahali unakosimama, ukikosa kujua nafasi yako, ndio nakwambia hivi, hata kimwengu kitakupiga. Yeah. Hata kinyamkera kitapita na wewe. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Alafu katika ulimwengu wa roho watu wanasemaga hivi ya kwamba vita vyetu si juu ya damu na nyama, bali ni katika ulimwengu wa nini? Wa roho. Wanasoma sana lakini hawajui hizo renki wanazopigana nazo. Na nataka nikwambie, kati ya vita mbaya hakuna vita mbaya kama vita ya wakuu wa giza na vita ya jeshi ya pepo wabaya. Yes. Maana vita ya majeshi ya pepo wabaya huwa wanapewaga amri ya kuhakikisha usije kupanapo msaada. Wanahakikisha wanafuatilia njia zako, wanajua ibada ya leo ni ibada ya kupokea. Yes. Utashangaa asubuhi na mapema anakuja mgeni, hata utashangaa asubuhi na mapema unapigiwa simu ya kwenda kijijini. Yes. Utashangaa asubuhi na mapema unaambiwa ya kwamba usiende ibadani, kuna jambo linatokea. Utashangaa ghafla unasikia mimi wacha leo ni siku ya kufua. Utashangaa kuna kazi unapata za ajabu. Unashangaa kuna vitu vinatokeza. Kwa nini? Kwa sababu hiyo ndio kazi ya majeshi ya pepo wabaya. Wanakupa mazingira ambayo hauwezi kutoboa. Lakini ukishajua kwamba mimi ni mtu fulani na nahitajika kwenda kwa madhabahu nikutane na Jehova yawe mwenye majibu ya maisha yangu, utashangaa unasikia kuna nguvu inakwambia nenda, nyingine inakwambia kuna ile nguvu ya kujitambua inakwambia nyanyuka. Unaanza safari, unakuja kanisani. Ukifika kanisani unakutana na muujiza wako, unakutana na majibu ya maswali yako. Kwa nini? Kwa sababu ulimwengu wa roho walishaweka darubini zao, watakumulika, wataangalia, watasema huyu leo anaenda kupokea. Kazi ya majeshi na pepo wabaya waka wanafuatilia hatua za mtu siku hadi siku, wanahakikisha wanakufuatilia. Kama ujui, nataka nikwambie leo lazima ujue jambo hili ya kwamba hapa ulipo shetani yupo. Yes. Sio kama unanielewa? Mwambie mwenzako shetani yuko hapa. Nimwambie yuko hapa. Anajizurisha. Mwambie shetani yuko hapa. Shetani yuko hapa. Mahali Mungu yupo na shetani yupo. Mahali shetani yupo na Mungu yupo. Yes. Watu wanasema mpigeni shetani, ana mapembe, shetani ana mkia, ana sura imekaa namna hii. Nataka nikwambie shetani ni handsome kama vile unavyofikiri, na ukimwomba anakupa. Kuna watu wanasema shetani ni adui wa Mungu, na nimekwambia shetani na Mungu wanakaa pamoja, wanapeana tano. Yes. Wanaongea mambo fulani, huyu fulani kanikosea, basi huyu mchukue. Hawajawahi kugombana, ila sisi ndio adui na shetani kwa sababu tumemnyang'anya nafasi yake. Ndio. Yes. Sio kama unanielewa? Sisi tumemnyang'anya shetani nafasi. Haleluya. Amen. Ndio maana sisi na shetani ni maadui. Hatujawahi kuwa marafiki. Yes. Lakini Mungu na shetani wanapeana tani. Yes. Salama. Mambo yanaenda. Yeah. Basi tu. Wapi umetokea? Nazunguka tu huko. Haleluya. Amen. Vipi umemuona nani huko? Yuko TikTok kule. Tana pasta TikTok kule. Anapiga injili masono. Mungu anajisifia, anasema huyo ndio mtumishi wangu. Hivi unajisikia raha gani? Baba amekaa kwenye kiti cha enzi. Anazunguka namna hii. Anasema kuna mtumishi wangu Apostle Liza na Apostle Emmanuel, Apostle Tito wako
Injili kishuka imeshuka, hakuna stress. Kwa nini? Kwa sababu shetani akienda kwa mke anakosa nafasi, akija kwa Apostle Tito anakosa nafasi, akienda kwa watoto hana nafasi. Nataka nikwambie, kati ya zawadi Mungu amewapa watumishi wa Mungu ni ulinzi. Ulinzi. Amen. Hebu pigie Yesu makofi kama huna wivu. Nikizunguka zunguka enzi nitaimba la Bwana. Waimbe maombi ya waimbe nyimbo za kujifariji. Mambo akae sawa. Waimbe. Najua Bwana anatengeneza njia. Waimbe. Nakwambia wataimba. Lakini hamna kitu. Haleluya. Ufalme wa Mungu si kula na kunywa. Sio kula na kunywa. Bali ni kupigana. Na kupambana. Huwezi pata kitu kizuri. Huwezi kula vizuri kama hujapambana. Hakuna mtu aliwahi kula vizuri pasipo kupambana. Ulienda shambani ukalima ukapata mazao ukaja ukapika. Kupika kwenyewe utaungua moto. Utafanya utakata kidole, utafanya kila paka ulete kwenye sahani. Ndio maana ukifika nyumba zingine ukiangalia namna hii, mama amekaa pale nyumbani. Ngoja hapo sasa imani naomba dakika 15 tu nifanye kitu. Ninajua unataka kusimama lakini ngoja kwanza. Haleluya. Amen. Bwana, mekaa hivi. Karibu. Kwa nini? Kile chakula kinauma. Kile chakula kina nini? Kinauma. Kwa sababu walikata mikono, walienda shambani. Roho inasema wakati unalima ulikuwa wapi? Wakati tunatoa hela kwenda kununua sokoni ulikuwa wapi? Wakati tunatafuta ulikuwa wapi? Watu walipigana mpaka unaona ni samaki limekaa pale limekaa namna hii. Watu walipambana. Kwa hiyo walipigana vita wakala vizuri. Yes. Ndio maana unakuta mtu mwingine anasema usitoe chakula kwa sababu kuna mtu anakuja subiri mpaka wanaoke. Kwa sababu kimepambaniwa. Kitu kizuri, maisha mazuri hauwezi ukayapokea bila kupambana. Hapa duniani sio starehe. Hapa duniani ni vita. Na adui yetu ni shetani. Adui yetu ni ibilisi. Biblia inaniambia kwenye kitabu cha Mwanzo aliitwa nyoka, akamdanganya Adamu na Eva. Kitabu cha Ufunuo 12 akaitwa joka lile kubwa tena jekundu, limekula maisha ya watu. Ninasema aishivyo Jehova Yawe, huyu ninayemtamkia kwenye ibada ya leo tarehe 27, nasema yoyote aliyeingia katika ibada hii, natangaza maisha yake yakafunguliwe, wala hayataliwa tena, wala hayataonewa tena, wala adui hatayafunika tena. Ninasema kuanzia leo, neno la Bwana, tembea kifua mbele. Nasema tembea kifua mbele. Haleluya. Ni kama naongea na watu hapa. Yes. Naongea na watu hapa. Ndio. Naongea na watu hapa. Vita vyetu si juu ya damu na nyama. Sio juu ya damu na nyama, bali katika ulimwengu wa roho. Yes. Bali uko rohoni. Hiyo ndio inaitakiwa ijulikane. Haleluya. Amen. Ni siri moja. Alafu nimalize. Haleluya. Amen. Huwezi kufanikiwa kwa chochote. Mimi nimekuja kwa kazi moja tu. Haleluya. Sijui chochote kinachoendelea huko mbele. Amen. Lakini mimi nimekuja kwa kazi hii. Kwa kazi moja. Kuupindua ulimwengu wa roho. Haleluya. Uendane sawa sawa na mfumo wa Mungu anavyotaka kwenye neno. Yes. Haleluya. Watu wa hili eneo wamjue Mungu wa Yerusalemu mpya. Yes. Haleluya. Mungu anamwambia Samuel ndio. Anaenda kwa Eli mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne. Eli akamwambia, "Itika, wewe mwambie niko hapa, sema nami Bwana." Samuel alipoitika tu namna hii akamwambia, "Sasa sikia. Nitafanya jambo jipya katika Yerusalemu. Mpaka yoyote atakayesikia hizo habari, ndio masikio yake yatawasha." Hallelujah. God. Yes. Wachawi hawajasikia habari za Yerusalemu mpya. Wachawi hawajasikia habari za wewe mwana wa Yerusalemu mpya. Maana ukitoka Yerusalemu mpya ukitembea na
namna hii. Hawaoni nembo nyingine, tumepigwa rabuni ya Roho Mtakatifu kwa damu yake Yesu. Tukitembea tuna nembo ya Yerusalemu mpya, ambaye ndani ya Yerusalemu mpya Yesu anakaa ndani yake. Ukitembea namna hiyo wanasema hawa ni wale wasiologeka. Wanatuloga lakini hatulogeki. Tunalogwa sana. Mwambie mwenzako tunalogwa sana. Lakini hatulogeki. Sije kama unaelewa Kiswahili hicho. Sio kwamba ulogwe mwanangu, unalogwa. Tena sana unalogwa. Kuna mwingine anatamani hata asubuhi amke, lakini kiashukuriwe Jehova. Asubuhi unaamka unasema uinuliwe Yawe. Ninakuona katika mbingu hizi za maji ya chai. Ninakuona katika mbingu za Katiti. Nakuona kwenye mbingu za Arusha. Nakuona kwenye mbingu za Tanzania. Nakuona kwenye mbingu za Afrika Mashariki. Unamtukuza Jehova, alafu unatoka kifua mbele. Alafu jinsi ulivyokuwa wewe haujui. Unasikia tu kutoka pale kwako. Kama ni mama amefunga nguo yake fulani hivi. Kama ni baba amevaa singlet. Alafu anapita za asubuhi. Anambia salama. Mbona nilimaliza usiku, mbona ameamka? Alafu kana singlet. Hebu angalieni kuku hapo kama wako sawa sawa. Wanashangaa, walienda kwenye kuku wakamkuta yule akamkuta malaika wa ulinzi. Amekaa na upanga, anasema gusa uone. Gusa uone. Wanasema kwani huyu ni mwana wa Yerusalemu. Mwana wa Yerusalemu mpya. Ugusi kitu yake. Sisi kama unanielewa. Nasema chukua hiyo kama unanielewa. Sisi ni watu ambao tunakwenda si kwa namna ya mwili. Tunakwenda kwa namna ya rohoni. Na vita vyetu tunawapiga rohoni. Wakati tunapigana rohoni, nataka nikwambie nitakaa kwa madhabahu. Ninasema wewe ni baba, hakuna kama wewe. Katika anga hili hakuna mchawi anaruka. Katika hili anga hakuna mchawi anaopareti. Kwenye nchi hakuna mchawi anatembea kwa fisi, wala anatembea kwa mbweha, wala hakuna nafsi inaweza jibadilisha. Hili anga nimeliteka, nimemwekea Jehova wangu, liko mikononi mwa Bwana. Ashukuriwe Jehova. Anasema tumeketishwa pamoja na yeye katika ulimwengu roho. Tunatawala pamoja na yeye, tunamiliki pamoja na yeye, tunatembea pamoja na yeye. Kwa hiyo tunatawala pamoja na Jehova, tunamiliki pamoja na Jehova. Tukiingia kwenye biashara, Yesu anaingia kwenye biashara. Tukitoka tunaenda nyumbani, toka kwenye gari, wanachungulia namna hii, wanamuona Yesu kwenye gari, wanafanya namna hii, pita mkuu. Hawezi kukwambia chochote. Hatuna sababu ya kutembea kinyonge, tuna sababu ya kutembea kifua mbele. Unapopata tembea kifua mbele katika jina la Yesu Kristo. Haleluya, 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 amen. Leo nimefungua lango lako kuanzia dakika hii. Amen. Hakuna yote anayesimama mbele yako. Kati ya uchumi wa Tanzania. Kwenye uchumi wa Tanzania fedha kubwa kuliko zote shilingi 10,000. Ndio. Kwa hiyo umegusa kwenye mshono. Ongea kile Kiswahili cha Arusha. Kile cha Arusha. Yaani umepiga pale kwenye bench yake. Yaani hata sumu yako haiwezi kushika. Amen. Watakapokuangusha chini, wewe sema nitainuka tena. Alafu unajikunguta mavumbi namna hii. Unainuka tena, unaanza safari. Wanasema mbona tulimwangusha chini, niwekoaje? Wanashangaa unainuka tena. Mwanangu, nasema ukainuke tena. Haijalishi ulianguka mara ya kwanza. Nasema ukainuke tena. Nasema ukainuke tena. Nasema ukainuke tena. Haleluya. Amen. Ngoja bwana. Shikia nikwambia, wakati natamka namna hii, ninaona ardhi inapasuka. Ninaona kuna watu wanachomoka. Alafu namuuliza Roho Mtakatifu, ananiambia hawa ndio wale waliofukiwa, wakazikwa, wakasaulika. Lakini saa hii utatoka hapa kwa jina la Bwana Mungu wa majeshi. Wale waliokusahau watakupigia simu, watasema unaendeleaje? Tumekukumbuka, tunasikia kuonana na wewe. Nasema na iwe Baba katika jina la Yesu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Wanapigana kimwili.
Hivi. Sinakuja hapa. Naondoka. Nikiondoka. Nataka nikwambie hivi. Kuna sura zitakuja hapa. Ndio. Ambazo haujawahi kuziona hapa katika. Amen. Piga Yesu makofi. Yes. Yes. Hallelujah. Shika mwana nielewa. Amen. Kuna sura zitatokea hapa. Haijawahi kutokea. Amen. Hallelujah. Amen. Alafu watu tumekaji kinyonge. Hallelujah. Amen. Mungu anatafuta mtu mmoja tu. Mtu mmoja tu. Akuinulie mtu mmoja. Amen. Hallelujah. Yes. Ukijana unamuona? Ndio. Hapa alipo. Nataka nikwambie, yoyote aliye struggle na wewe. Hallelujah. Amen. Kuanzia dakika hii. Ndio. Maisha yao yanageuzwa. Yes. Hallelujah. Amen. Kama vile hujakuelewa. Ninajua naelewa. Hii Kiswahili ngumu hii. Masikio yalikuwa yametoka nje. Hebu rudia tena kama unaelewa. Nasema hivi. Yoyote aliyeambatana na wewe. Tangia mwanzo. Ulipokutana naye hajageuza shingo nyuma. Hajageuza shingo nyuma. Nataka nikwambie hivi. Huyo mtu anakuwa mtu mwingine. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hapo sasa moja nimekuelewa. Biblia inaniambia kwenye kile kitabu cha Samuel wa kwanza ule mlango wa 9. Anasema wakati Sauli alipoenda kutafuta punda, alipokutana na Samuel. Alipotoka pale. Biblia inasema kwamba jamaa alikuwa mtu mwingine. Huwezi kuja kwa double 3 anointing. Alafu ukawa kwa kawaida. Ninasema nimekataa hiyo roho katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Nasema hiyo roho nimeikataa katika jina la Yesu. Wakati ninaongea namna hii, ayakatarapa kulia. Ninaona kuna wanawake wanazaa isivyokuwa kawaida. Alafu ninaona watoto wachanga. Vitovu vyao vinakatwa. Vitovu vyao vinakatwa. Namuuliza Mungu ni nini ananipeleka kwenye kitabu cha Ezekiel 16. Anasema hao watoto wanakatwa na vitovu vya wazazi wao. Wanaunganishwa na ukoo wa Yesu kabisa. Ninaona kuna mataifa mengi yanakuja. Na Biblia inaniambia kwamba wewe utakuwa baba wa mataifa mengi. Nataka nikwambie ya kwamba nuru yako itang'aa kuliko jua linavyong'aa. Wataulizana na kusema tupate wapi mtu kama huyu katika ambaye Mungu anakaa ndani yake. Na sisi tumebeba na yeye amebeba majibu yetu. Sisi tuna uhitaji kwa huyu mtu. Wacha tuende kwake. Tukutane na Mungu. Nataka nikwambie, watatafuta Mungu kaskazini. Watatafuta Mungu mashariki. Watatafuta Mungu kusini. Watasema hatujaona Mungu, bali tumeona Mungu wa huyu mtumishi. Huyu ndiye Mungu aliyebeba majibu. Sijui kama unanielewa. Nataka nikwambie ya kwamba kama Kristo alivyoinuliwa juu sana, ndivyo watumishi wake wanavyoinuliwa. Alafu na yeye anawavuta wengine wake. Kuanzia leo nimekuja kwa madhabahu hii. Hautatembea kwa kustruggle tena. Hautajipendekeza kwao tena, bali wao watajipendekeza. Ninasema mtoto wa madhabahu hii, yoyote aliyekukataa atajipendekeze kwako. Nasema atajipendekeze kwako. Nasema mwanangu, yoyote aliyekataa wazazi wako, ninasema wakaja wakawatafute. Nyota yako ikang'ae katika jina la Yesu. Natangaza hivi, hautatafuta tenda, bali tenda itakutafuta. Hautatafuta mahali pa kufanya kongamano ama semina, bali wao watakuja watakwambia tunaomba uje ufanye kongamano na semina hapa. Ninatangaza katika jina la Yesu. Ninasema katika jina la Yesu, ukatafuta kama walivyokusema, ndivyo watakutafuta sasa katika jina la Yesu. Sijui kama naongea na mtu hapa. Piga Yesu makofi mengine kanisa. Piga Yesu makofi kwa wingi. Piga Yesu makofi kwa wingi. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kana rapakata. Rikantara basaya. Nasema mwanangu, yale walioshindwa wazazi wako, wewe ukae milango la baraka. Ukafungua milango wazazi wako wafanikiwe. Nasema ukafanikiwe sana. Kiti ambacho wazazi wako hawajakaa, wewe ukakae katika jina la Yesu. Nasema katika jina la Yesu. Unajua kuna kitu gani? Kuna watu
waliwahi kutamka, kuna watu waliwahi kutamka ya kwamba hawa watu hawawezi kukaa hapa kwa sababu hao ndio walikuwa wameshatoa ulimwengu wa roho. Yes. Kuna kizazi kimezaliwa nyakati hizi. Sisi tumekuja kukataa roho ya nabii mzee. Tumekuja kuipindua. Tunainua manabii vijana. Kama unanielewa, hii kitu sio ya kwangu, ni ya Jehova aliyeniambia njoo. Nasema hivi, haujaniita kwa sababu umeniita, haujaniita kwa sababu una